Ni Jumapili kabisa ya kipekee ya tarehe 15 mwezi wa pili 2026. Jumapili kama hii ya leo, wapendwa wa Bwana, lazima ikumbukwe. Haleluya! Kuna watu walitamani siku ya leo wawepo, lakini hawajaiona bahati kama hiyo. Lakini kwa sababu umebatika na Mungu ameachilia pumzi ndani mwako, lazima siku ya leo tumwazimishe Mungu aliye juu, na watu wote waseme amina. Watu wote waseme amina. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Amen. Mtumishi wa Mungu ameshaiombea. Andika kichwa cha somo: nguvu ya kusikia na kuona katika ulimwengu wa roho. Nguvu ya kusikia na kuona katika ulimwengu wa roho. Acha kwanza nitafasiri kwanza nguvu. Nguvu ni uweza au mamlaka inayosababisha vitu fulani vitokee katika ulimwengu wa roho. Lakini ulimwengu, wapendwa wa Mungu, ni vitu vilivyomo ndani ya dunia hii. Tukizungumzia ulimwengu wa roho, maana yake kuna vitu visivyoonekana kwa macho ya kibinadamu. Sema amina kubwa. Lakini kwa sababu Bwana ameachilia neema ndani mwetu na uweza usio wa kawaida, kwa sababu Mungu wetu sisi ni roho, na Biblia inasema waabuduo Mungu yawapasa kumwabudu katika roho na kweli. Maana yake watu wale wamepewa uwezo wa kuona vitu visivyoonekana kwa macho ya kawaida. Sema amina. Haleluya, haleluya. Kanisa la Bwana Yesu Kristo litali pia liwe na macho, maana yake liwe na uwezo wa kuona, lakini pia lile uwezo wa kusikia. Ninapozungumzia kuona, maana yake kuona lile kusudi la Bwana Yesu kwenye maisha yako. Maana yake kuisikia sauti ya Mungu anasemaje juu ya maisha yako. Nyakati hizi, wapendwa, wasani wanamwabudu Mungu, lakini kuna kitu ambacho wamekipoteza. Wamepoteza uwezo wa kuona, wamepoteza uwezo wa kusikia. Unaweza ukawa upo kanisani, naweza ukawa unamwabudu Mungu, lakini pasipo kujua kwamba kuna kitu nimepoteza kwenye maisha yangu. Sioni. Ukawa unatazama, unaona kama wanadamu wanavyoona, si kama Bwana anavyotazama, wapendwa wa Mungu. Haleluya. Maana kuna vitu vingine, wapendwa wa Mungu, kwa mtu aliyeokoka lazima awe na macho ya ziada, si kama asiwe na macho kama ya wanadamu. Haleluya, haleluya. Utakuja kunielewa kwa nini nasema hivyo. Wapendwa wa Mungu, sisi tumetengwa. Waliokoka wametengwa, wana wa Mungu tumetengwa kabisa. Tuko tofauti kabisa na jinsi mtazamo wetu tunavyoona. Hatupasi kuona kama walevi wanavyoona. Hatupasi kusikia kama waongo wanavyosikia. Hatupasi kuona kama dunia hii inavyoona. Hapana, mtu ambaye tayari ametonga katika ufalme wa mbinguni inatakiwa aanze kuona tofauti na wanadamu wanavyotazama. Sijui unanielewa, wapendwa wa Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanadamu aliyeumba mwanadamu akampa uwezo wa ajabu sana. Maana akampa uwezo wa kuona pamoja na kusikia, yani amekamilika kikamilifu kabisa. Lakini akampa uwezo wa kuona, lakini akampa uwezo wa kusikia. Kama Bwana ameachilia ndani mwetu uwezo wa ajabu wa kuona, maana yake, mpendo wa Mungu, maisha yako yote tuishi maisha ya rohoni, ya kumwona Mungu wakati wote, wa kumwona Bwana akitawala ndani mwetu siku zote, nyakati zote, muda wote, wana wa Mungu. Maana yake maisha ya kila siku tunayoishi hapa duniani lazima tuishi maisha ya kumwona nani? Ya kumwona Mungu.
Maana yake kama kuna wakati wana wa Mungu naishi hapa duniani wanasema nimeokoka, lakini kuna wakati haumuoni Mungu, kuna wakati unaona sijui chenga chenga, hauoni kitu chochote, maana yake inatakiwa tena urudi tena mezani mbele za Bwana, Bwana mimi sioni chochote. Sema mimi nakubwa. Haleluya. Kanisa la Bwana tunahitaji pia kulione vizuri. Haleluya. Maisha yako pia inatakiwa uyaone mwana wa Mungu. Shughuli yako inatakiwa uione mwana wa Mungu. Kwa inamaanisha inatakiwa uwe active. Muda wote uwe active, kwanza kuona nini kinachoendelea kwenye maisha yetu kanisani. Wazo tuko hapa, wapendwa wa Mungu, lazima uanze kuona kanisani kinachoendelea. Maana yake uone uwezo wa Mungu na nguvu ya Bwana Yesu ndani ya hekalu la Bwana ikitembea na si vinginevyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya Mungu kusikia maagizo ya Mungu anayetuagiza hivi leo. Mungu ametuagiza tutende mema hapa chini ya jua, lazima uyatende yaliyo mema. Mungu ameagiza mwana wa Mungu tuishi maisha matakatifu yanayompendeza yeye. Lazima ukubali kusikia kwamba Mungu ameagiza tuishi maisha matakatifu ya kumpendeza yeye, wala si kumpendezesha mtu. Unajua kuna mtu mwingine anaweza akawepo kanisani, yeye anakuwa anampendezesha shemasi, anampendezesha mzee wa kanisa. Yeye anaona akimpendezesha mzee wa kanisa tayari ndivyo anavyoonekana, kumbe hapana, haiko hivyo. Mungu alimuumba wanaume, lakini akaona si vyema akampa msaidizi wake, bali mwanamke pia akatoka kwenye ubavu wake. Naona ndio maana kuna sehemu kwamba Mungu alimpatia usingizi Adamu. Kwa maana yake kila mtu kwa nafasi yake, kwa wakati wake aliumbwa, si sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu wa mbingu na nchi anataka, kwa sababu anataka akamilishe uumbaji wake vyema, vizuri, sawa sawa. Maana yake wewe binafsi lazima ukubali kutembea na Mungu vizuri, si sawa? Kubali kutembea na Mungu wewe kama wewe, pasipo kusukumwa na mtu yoyote, pasipo kulaumiwa na mtu yoyote, pasipo sijui kufanyaje ati nina shughuli nyingi. Asilimia kubwa What?